السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، باركم حمد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلى سلام كوزويت وأمة مبيت محمد صلى الله عليه وسلم. أتنبولكم حمد الله سبحانه وتعالى Allah ambaye kwa uwezo wake mwenyewe ametuwezesha leo hii kutana katika sehemu hii, ikiwa malengo ni kukumbushana yale ambayo yanafungamana na dini yetu. La shaka kwamba umma au kusanyike sehemu katika sehemu za mambo ya kheri, ima wakawa na kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au wanadurusu wenyewe kwa wenyewe, ila Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hao ushusha rehema zake, bali Allah subhanahu wa ta'ala wawezesha malaika kufunika mbawa zao katika sehemu hiyo. Hii ni dalili ya kuridhia kile ambacho hao watu wanakifanya. Ndugu zangu katika dini, katika mazuri ambayo tungependa tukumbushane katika wakati huu ambao tuko nao ni kukumbushana makanatu al-akhlaq fi al-fard wal-mujtama'i, nafasi ya tabia kwa mtu mmoja mmoja, bali na jamii kwa ujumla wake, kwa sababu kipengele hiki cha tabia njema hiki ndicho kipengele ambacho leo kimepotea katika jamii zetu. Leo kama tutatafuta kitu ambacho kimepotea leo kwa wingi mno ikawa kipatikana, ni kipengele cha tabia njema. Jambo la tabia njema limekosekana kwa watu ambao wana dini. Jambo la tabia njema limekosekana kwa watu ambao vile vile hawana dini, lakini ni jambo ambalo wala watu hawajali juu ya jambo hili, kwamba mtu anayefanya si mazuri ampendeze Allah subhanahu wa ta'ala, yeye angalia bali sometime au baadhi ya moja hutokea kwamba mtu akafanya yale ambayo yeye anaona kwamba haya maadamu akili yangu yakubaliana nayo basi ni sawa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala zama ambazo alimtimiliza mtume wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alimtimiliza kwa Quraishi, watu wa Makka, wakiwa na tabia zao, wana akhlaq zao, wana maisha ambayo hao wanaishi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akamtimiliza mtume wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja kuwafunza watu tabia, na tutaona jinsi gani mafungamano ya tabia na aqida ni vitu ambavyo vipo karibu. Katika kuelezea aqida, huwa ma yadinu bihi al-abdu, ni yale ambayo mja huwa anayafanya. Sawa, hii ufasiriwa kwa maana ya aqida yake, hicho anachokifanya ndiyo itikadi yake. Sawa, kimwona mtu yeye anaabudia masanamu, aende kwenye mizimu, hii ndio aqida yake. Sawa, kimwona mtu aabudia makaburi, hii ndio aqida yake.
لأنه هو يفعل هذا الأمر. Sasa ili afahamike kama mtu yuko katika njia sawa, afanye yale ambayo yako sawa. Haya yatatafsiri tabia zake na akida yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la tabia aeleza kwenye Qur'an, Mola subhanahu wa ta'ala anasema wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amsifia mtume wake wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema kwa wewe Muhammad upo katika juu ya tabia njema, upo juu ya tabia njema, tabia ambazo alikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, tabia njema mno. Khitabu ikiwa msulia mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akusudia pia kwamba lau kama wewe wamfuata Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi mfuate katika kila jambo, hata tabia. Kuwa na tabia nzuri katika mambo mazuri, kuwa na tabia mbaya katika majambo ambayo hayampendezi Allah subhanahu wa ta'ala wala haipendezi jamii ambayo unaishi nayo. نظام الكريم ابن عباس رحمة الله عليه katika tafsiri maneno haya kama ambavyo ametaja Mujahid rahimahullah والضحاك وكثير من أهل العلم na wengi miongoni mwa ahli alilm katika kutafsiri kauli hii Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, wakatafsiri kama wa innaka la'ala dinin 'adhim. Hakika si vinginevyo ewe Muhammad upo katika dini iliyotakasika, dini tukufu, wa huwa alislam. Kwa akhlaq umetafsiriwa hapa kwamba akhlaq ni Uislamu. Na katika mambo ambayo hujulikana, lugha ambazo hutumika katika jamii zetu kwamba mtu ni tabia, maneno haya ni mashuhuri mno kwamba mtu ni tabia. Lau itapotea tabia ya mtu, basi utu wake nao unapotea vile vile. Kwa hiyo katika mambo ambayo Uislamu unatakiwa kuyachunge, mambo ambayo Uislamu unatakiwa, Muislamu yoyote atakiwa alichunge hilo na aliangalie, sababu lao kama litaharibika jambo la Muislamu katika janibi ya tabia, basi hata akida yake haiwezi kusalimika, kama ambavyo tutaona maneno ambayo ametaja Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi mbeleni katika muhadhara wetu huu. Rasul alayhi salatu wassalam aelezea maneno ambayo yamethibiti kutoka kwake, na ukiangalia ni miongoni mwa malengo ya kutimiliza kwake jambo la kutuma Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja kwetu ni kuja kutuongoza, lakini si hivyo tu, kutubashiria Allah, Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kututahadharisha. inna arsalnaka bashiran wa nadhira, hakika sisi tumekutumiliza wewe, tumekutuma wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam bashiran wa nadhira, hali ya kuwa wewe mtume ni mwenye kubashiria watu kheri na kuwatahadharisha watu na yale ambayo sio mazuri. Lakini vipi mtu abashirie watu kheri na awakataze watu yale ambayo sio mazuri, alafu yeye awe ni mtu wa shari? Ni ngumu.
ni jambo ambalo haliwezekani, la yuqalu, haliingia akilini jambo hilo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa mtume wake, akaeleza kwamba wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika yako wewe mtume sallallahu alayhi wasallam una tabia njema mno. Muislamu atakiwa ajipambe na tabia njema kama wewe kwa nahji ya sahaba ridwanullahi alayhim na mtume sallallahu alayhi wasallam. Jipambe kwa yale yote ambayo walikuwa nayo masahaba, jipambe kwa yale yote ambayo walikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala kwa hili hatusemi kwamba mwanadamu hawezi kukosea, la, hawezi kukosea sasa, lakini tusisitiza watu kujipamba na tabia njema, kwa sababu jamii imepoteza jambo hili. Jamii yetu sehemu kubwa mno imepoteza sehemu ya akhlaq, sehemu ya tabia. Watu wakaishi pasi na tabia njema. Kama mtakuwa na kumbukumbu nzuri, baadhi yenu, hasa ukizingatia a'mar hizi, umri za watu zilivyo na muda, tajruba, ule uzoefu ambao wanao watu wanaona miaka 30 nyuma au miaka 25 nyuma, bado wazee wetu walikuwa ni watu wakarimu, watu wanapendeleana kheri, watu wanafanyiana ziara baina yao, ndugu hawakatani katika majambo, bali kila mmoja anamuunga mwenzake. Wayatazawaruna bainahum, bali si hivyo, watu walikuwa kufanya ziara. Mtu anatoka katika kijiji kimoja anakwenda katika kijiji kingine kwa ajili ya kumfanyia ziara ndugu yake. Atoka katika mji mmoja kwenda katika mji mwingine kwa malengo ya kumtembelea ndugu yake. Ni moja katika tabia njema ambazo hujenga mapenzi baina ya watu. Kwa hiyo nafasi, makanatul akhlaq fi al-fard wal mujtama, nafasi ya tabia kwa watu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, jambo hili lina nafasi kubwa mno. Jambo la akhlaq lina nafasi kubwa mno. Lau itapotea akhlaq katika jamii, mfano sehemu ambayo kuna wasomi, jalia ni chuo, madrasa, shule, kisha ikawa sulukiyati zao ni mbovu, jamii hiyo haiwezi kuwa na ufaulu mzuri kwa pande zote, kwa sababu ya tabia mbovu ambazo wanazo. Lau kama discipline itakuwa ni hali ya juu katika jamii hiyo, bila shaka hata ufaulu unaweza ukapatikana ukawa ni mzuri katika majambo yao kwa ujumla wao, kitaaluma na mambo mengine. Jamii imefeli katika majambo mengi kwa sababu jamii yetu haikuleleka katika malezi yale ambayo Rasul alayhi salatu wassalam aliwalea masahaba ridwanullahi alayhim, bali watu wakaishi kwa matashi yao, kwa maono yao, kwa kufuata hawa nafsi, matamanio yao, ili kapelekea ikawa ni sababu ya jamii sehemu kubwa kuharibika. Ndugu zangu katika imani, jambo la tabia, Rasul alayhi salatu wassalam ataja hadithi ambayo ina riwaya zaidi ya moja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, na imekuja katika riwaya innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq, hakika si vinginevyo nimetumwa mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja kutimiliza tabia njema. Kipindi kile Mtume sallallahu alayhi wasallam ambacho anatumwa kwa Quraysh wa mji wa Makka, tayari watu walikuwa na tabia zao, walikuwa na mambo ambayo wamezoea,
walikuwa na maisha ambayo wanaishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kuwafunza Makuraishi ustaarabu ambao hawakuwa nao, ukarimu ambao walikuwa nao katika namna ambayo hao wanao, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kufunza ukarimu ambao unaambatana na mafunzo ya dini ya Uislamu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza, anasema innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hakika si vinginevyo nimetumwa mimi kuja kutimiliza tabia njema. Miongoni mwa mambo ambayo leo Uislamu tunatakiwa tuyachunge, ambayo yanaashiria tabia nzuri, ni kuzichunga haki za watu. Kuna haki za watu, mali za watu, damu za watu, heshima za watu. Hili ni katika jambo ambalo Waislamu watakiwa walichunge mno. Lau kama hutojali katika janibi hii na ukadhani kuishi kwako hivyo, huo ndio Uislamu, tambua kwamba Uislamu hauko hivyo. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuishi na masahaba katika hali hiyo, wala dini haikufunza hayo ambayo wewe wayaona ni sahihi kwa wakati wako. Harrama Allahu dimaa almuslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha damu za Waislamu, wa amwalahum, na mali zao, wa a'radahum, na vyao vyao, wa heshima zao. Fala yahillu qatlu almuslim bighairi haqqin, haifai kumuua Muislamu pasi na haki, kama ambavyo imekuja hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam, la yahillu damu mri'in muslim illa min thalathi, si halali damu ya mtu Muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Kisha Rasul alayhi salatu wassalam akayataja mambo matatu hayo, akamtaja athayibu zani, mtu mzima ambaye anafanya jambo la uzinzi, huyo afaa kuuawa. Wa qatlu an-nafs, na mtu ambaye ameua nafsi, huyo afaa kuuawa maadamu yeye ameua. Wa tariqu lidinihi almufariqu liljamaa, na yule ambaye ameiacha dini akalikata pande poto au kundi la Waislamu akaenda katika dini nyingine, huyo afaa kuuawa kwa nidhamu maalumu, kwamba nchi ina dola ya Kiislamu, aisimamia nidhamu ya Kiislamu, huyo atatolewa hukumu ya aina hiyo. Katika nchi yetu kama hii ambayo bado haiyadhibiti mambo wala haiongozi kwa nidhamu ya Kiislamu, lau kama wewe utalifanya hilo, utakuwa umechukulia jambo katika sura ambayo sio, na unaweza kusababisha madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo haya ni katika mambo ya kuchunga. Kuchunga heshima za watu ni katika vitu muhimu mno. Miongoni mwa mambo ambayo hayafai Muislamu kuyafanya, dharbu bi khairi haqqi, kumpiga mtu basi na haki, ni jambo ambalo Uislamu umekataza jambo hilo, bali kupigana si katika mafunzo ya Uislamu. Uislamu umeliangalia hili pia ni katika kulinda heshima za watu. Rasul alayhi salatu wassalam ataja hadithi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr, kumtusi Muislamu ni ufasiq, ni jambo ovu, ni uovu kufanya hivyo, bali kumpiga Muislamu ni ukafiri, ni jambo ambalo halifai.
la kutoa katika njia ya sawa, bali yule ambaye atalifanya hilo ambacho ni wajibu juu yake yeye kuleta toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya makosa ambayo amefanya, na huu ndio Uislamu. Rasul alayhi salatu wassalam atufunza mambo ambayo lau Muislamu atayajua kwa dhati tayari atakuwa ameufahamu Uislamu wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni mashuhuri aelezea kumwelezea kwamba ni nani Muislamu. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Muislamu hatukani, bali Muislamu hainui mkono kumpiga Muislamu mwenzake. Haya kiangalia ndiyo mafunzo ya Uislamu. Lau utafanya kinyume na hivyo utakuwa fanya jambo ambalo Uislamu haukulielekeza. Hii si sawa, bali kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufanya makosa kama haya na kutokuyarudia ni katika mambo ambayo yanafanya Uislamu wako uimarike kutoka katika imani. Jambo la akhlaq, jambo la tabia ni katika mambo ambayo yamepotea katika jamii zetu, kiasi ambacho kwamba imefikia wakati yule ambaye ajipamba kwa tabia njema aonekana na jamii hiyo kwamba huyu ni kituko au ni mtu ambaye amepitwa na wakati katika majambo, ni mtu ambaye ufahamu wake sio sahihi katika kuendea mambo. Lakini wewe uendee Uislamu wako kwa kutekeleza yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza, kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza. Na huu ndio Uislamu wa sawa, na atakayefanya hivi itakuwa huyu amefanya jambo ambalo ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya tabia kwa mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, hili lapatikana katika mafunzo ya masahaba ridwanullahi alayhi pindi walipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walimuuliza Rasul alayhi salatu wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, ay suila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliulizwa juu ya yale mambo ambayo yatawaingiza watu kwa wingi mno peponi. Qala taqwa Allahi wa husnul khuluq. Rasul alayhi salatu wassalam akajibu maneno mazuri mno, akawaambia masahaba ridwanullahi alayhim katika mambo ambayo yatawaingiza watu kwa wingi mno peponi, taqwa Allah, ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluqi, na tabia njema. Tabia njema ndio mahali shahid katika mazungumzo yetu. Lakini taqwa Allah, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha yale ambayo Mola subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Maneno haya ndio sehemu ya taqwa. Lakini husnul khuluqi, tabia njema, Rasul alayhi salatu wassalam ameelezea kwamba ndio jambo ambalo litapelekea watu wengi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wataingia katika pepo ya Allah kwa sababu ya tabia njema. Rasul alayhi salatu wassalam akataja maneno katika hadithi, anasema akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, mkamilifu wa waumini kwa imani ni yule ambaye ana tabia njema.
Tabia njema ni sababu ya Muislamu kuingia peponi. Tabia njema ni miongoni mwa sababu za watu kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam majlisan yawm al-qiyama, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna aqrabakum ilayya majlisan yawm al-qiyama ahasinuhum akhlaqa, au kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, watu ambao wako karibu yangu majlisan siku ya kiyama katika pepo ni wale ambao walikuwa na tabia njema duniani. Kama uliishi kwa tabia njema, ndiyo maisha ambayo aliishi nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau utaishi hivyo ni sababu ya wewe kuingia peponi. Lau utaishi na zile akhlaq ambazo ni akhlaq al-madhmuma, wewe utaingia motoni. Na hili ni jambo ambalo Waislamu watakiwa walitahadhari mno. Ziko baadhi ya tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hazimpendezi, wala tabia hizo haziwapendezi watu. Lau utaishi katika hali hiyo ukawa na tabia ambazo hazimpendezi Allah subhanahu wa ta'ala wala haziwapendezi watu, jibashirie wewe mwenyewe kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa motoni. Ndugu zangu katika imani, katika mazuri ambayo Rasul alayhi salatu wassalam ameyataja ni hadithi ambayo tumeitanguliza, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Lakini pamoja na maneno haya, baadhi ya ulama wakataja baadhi ya maneno mazuri kwamba idha fasadat al-akhlaq dha'at al-umam, lau kama tabia itaharibika kwa mtu au kwa watu, dha'at al-umam, umma nao utakuwa umepotea. Mmoja katika wasemaji alitaja maneno mazuri kuelezea faida au uzuri wa mtu kuwa na tabia njema, hasa mtu ambaye ajipamba na jambo la dini. Akasema, faman yuslihu al-mil'a idhil milhu fasada, nani ambaye aweza itengeneza chumvi endapo itatokea ile chumvi itakuwa imeharibika? Wale watu ambao wanaishi mwambao mapwani humu wajua kwamba chumvi ile ilivyo mara nyingi wakati watengeneza ikiharibika huwezi kutengeneza kwa mara ya pili. Chumvi ni nani au ni yapi maksudio? Maksudio kwamba alimun, mwana wa chuoni, kiongozi katika jamii, huyo ni chumvi katika jamii ile ambayo anaishi nayo. Mara nyingi ndiyo ladha ya chakula ambacho kinaliwa, chumvi huwa inaleta ladha. Sasa mtu akiwa ni kiongozi katika jamii, yeye ni arwa'ul amthila, ni mfano wa kuigwa. Katika mambo ambayo atakuwa yachunge, atakuwa ajua kwamba yeye jamii ambayo anaishi nayo inamwangalia. Kwa kuwa jamii inamwangalia, tengeneze sehemu ya jamii kupitia akhlaq zake. Ndio Rasul alayhi salatu wasalam aliitwa kama sadiqul amin kwa sababu ya tabia. Na watu ambao sio Waislamu waenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwelezea majambo yao mbalimbali yao, kuweka hata amana zao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo kiliangalia leo yule ambaye ana nafasi katika jamii ndio huyo ambaye leo huwezi kumpa amana yako kisha amana yako ikasalimika. Huyo ambaye leo utamwamini katika jambo, yeye ndio anaweza akafanya khiana katika jambo. Rasul alayhi salatu wassalam kataja hadithi ambayo yaelezea bishara
yaelezea ishara za siku ya kiyama au kurubia kwa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, katika riwaya mbili hadithi imekuja, satati sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallam fihinna ar-ruwaybida. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل تافه يتكلم في أمر عام. نيمكوجا حديثي katika riwaya nyingine, تأتي سنون خداعة ويجمع السنة على السنوات وسنون. katika lugha wanasema kwamba neno sana laweza likafanya jam'u imma kwa kusema sanawati au sinunun, kama qala ash-sha'ir sinunun tiwalun qad atat qabla mawlidi fanafsaka fahfadha 'an al-ghayy wal-rada mata tuhwi yahwa alladhi biqataqtali. Rasul alayhi salatu wassalam ataja hadithi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, satati sanawatun khadda'atu, zitakuja zama ambazo ni zama za ada, zama rongo, zama danganyifu. Yusaddaqu fiha al-kadhib, atasadikishwa katika zama hizo mtu ambaye ni muongo. Wayukadhabu fiha as-sadiq, na atakadhibishwa mtu ambaye ni mkweli. Wayutamanu fiha al-kha'inu, ataaminiwa katika zama hizo mtu wa khiana. Wayukhawwanu fiha al-aminu, na ataonekana mtu wa khiana yule ambaye ni mwaminifu. Wayatakallam fihinna ar-ruwaybida, na atazungumza katika zama hizo mtu ambaye ni ruwaybida. Ruwaybida ulama wanataja kwamba ni mtu fasiq, mtu mwovu. Ruwaybida ni mtu duni, rajulun tabi'un. Ruwaybida ni mtu hoi hai, sawa, mtu ambaye hafai kuzungumza katika jamii, lakini kwa yeye ndio mzungumzaji na watu wanamsikiliza na watu wanamfuata. Akizungumza bid'a zake watu haya ndio maneno sawa, kizungumza maneno ya hamasa na haya ni maneno sawa. Na ndivyo leo watu walivyo kwenye mitandao, kisha maisha yao ya ujumla kabisa katika nyumba zao, yaani mtu katika nyumba yake, maisha yake, ili aweze kuishi mke na mume wake, lazima aangalie ni nani ambaye ana maneno kipuuzipuuzi katika mtandao, alafu yeye ndio awe, yaani ndio modo, ndio mtu wa kumfuata. Watu wakaishi kwa staili hiyo, ikawa watu hawajui hata watu wajifunze akhlaq. Yaani mtu anahisi kwamba leo ili ajifunze maisha sahihi kabisa lazima afungue kwenye mtandao wa TikTok au ingie Google, atafute masuala mengine, aangalie kwamba kuna current issue gani, aangalie maisha ya mtu fulani anaishi vipi. Almuhimu tu yule ambaye ajinasibu na Uislamu, basi atamtafuta aliyevaa kanzu na kofia, kisha amwone anaendesha vipi maisha yake, kisha yeye aige kwamba yale ndiyo maisha. Uislamu umetufunza, Uislamu umetufunza tabia. Lau tushikamana na yale ambayo الصحابة الكرام رضي الله عنهم walishikamana nayo, tungesalimika. lan yasluha awakhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. hawezi kutengemaa umma huu ambao tuko nao illa bima salaha bihi awwaluha, illa utatengemaa kwa yale ambayo watu wa mwanzo walitengemaa kwayo.
Kuna mambo ambayo watu wa mwanzo sahaba ridwanullahi alayhim yaliwafanya wawe sawa. Leo tukitaka kushikamana na njia yao na tukitaka tuwe sawa, tushikamane na yale ambayo hawa walishikamana nayo. Sahaba ridwanullahi alayhim walishikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaishi vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza, na ikawa ni sababu ya najaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawataja was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, wale wa mwanzo waliotangulia miongoni mwa muhajirin na ansar. Nani? Au ni masahaba ridwanullahi alayhim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia na yale ambayo walikuwa nayo katika maisha ambayo waliishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, jinsi gani ambavyo walimwamini, jinsi gani ambavyo waliamiliana naye katika majambo na kuibeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatufikia sisi leo tukaishi katika dini kwa staili hii ambayo tunaiona, ambayo sahaba ridwanullahi alayhi walipata shida. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة hivi mnadhani kama ninyi mtaingia peponi? Walamma yatikum mathalul ladhina khalu min qablikum, na wala hajawakuta yale ambayo waliwakuta watu kabla yenu. Allah subhanahu wa ta'ala massatuhum ad-dharra'u wal-ba'sa'u, yaliwapata hawa madhara, shida, tabu. Wazulzilu, na wakatingishwa masahaba ridwanullahi alayhim, hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pamoja na masahaba zake, ni lini itapatikana nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe umekaa nyumbani kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaishi maisha ambayo wewe ni umechagua maisha hayo ambayo hana muongozo, kama mdudu. Yaani Muislamu anaishi hana mipango aina yote, ambayo mipango hiyo inafungamana na dini yake. Tuzungumzie mambo ya kidunia, kuwa na mipango ya kidunia mpaka utoboe ardhi kwa mipango yako, haitanufaisha kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama mipango yako haitaallaka na akhira yako. Kwa hiyo maisha ya Uislamu kwa ujumla wake yatakiwa yale ambayo anaishi nayo yawe yana mafungamano na akhira, na wala akhira si mbali, sawa? Wala akhira si mbali kwamba wewe ili ufike akhira yahitaji pesa nyingi mno, labda ukate tiketi au nini. Allah subhanahu wa ta'ala akikutaka anakuchukua hata dakika mbili hazifiki, waingiza kaburini hapa, alafu kila mmoja wala ana habari na wewe. Hata aliye mtu machozi ya damu, baada ya nusu saa tu, masaa mawili, au utakaosahaulika, jambo lako limekwisha. Tengeneza akhira yako, tengeneza akhira yako, na akhira yatengenezwa kwa a'mal, na a'mal ndiyo matendo ambayo matendo hayo hutafsiri tabia ya mwanadamu. Ikiwa amali yako ni kwenda kwenye mambo ya starehe, mambo ya muziki, ile bwana ndio tabia zake ile, sawa? Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa matendo yako yale unayofanya. Ukiwa ni mtu wa kheri, kama wewe misafara yako ni ya da'wa, misafara yako ni masala ya khair, watu bwana ndio jambo lake ile bwana, yani maisha yake ni yale ya da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala akulipa kwa jambo hilo. Ndio katika imani.
Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ataja maneno, anasema idha fasadat al-akhlaq fasadat al-aqida, idha fasadat al-akhlaq fasadat al-aqida. Tabia zikiharibika, tabia za mtu zikiwa mbovu, itikadi yake nayo inakuwa mbovu. Wa idha fasadat al-aqida, pili aqida ya mtu inapokuwa mbovu, zalat ta'alluq al-muslimina bi rabbihim, kunaondoka kule au yale mafungamano ya Waislamu na Mola wao yanakuwa hayapo. Wa hina idhin saru ad'af al-umam, na wakati huo sasa unakuwa ni umma ambao umedhoofika. Umma ambao umedhoofika ni umma ambao umepoteza akhlaq, umepoteza aqida, umma ambao hauna aqida ambayo imesalimika. Jambo la akhlaq kiangalia katika jamii zetu ni jambo ambalo limepotea kabisa kwa asilimia kubwa mno, bali watu kama kulikuwa kuna jambo ambalo watakiwa washikamane nalo, kwanza ni mtu kutibu sehemu ya tabia. Kupotea kwa tabia njema ni maradhi ambayo kila nyumba inaugua maradhi hayo. Lau atafuta mtibabu ajiatibu walikuwa nyumbani, maana jambo la kwanza ilikuwa atakiwa atibu tabia za watu wa nyumba hiyo kabla ya maradhi mengine. Katika maradhi mabaya ambayo yanaashiria tabia mbaya ni hasad. Mtu kuwa na hasad ni katika maradhi mabaya ambayo Uislamu maradhi hayo hauyapendi na hakuyataja vizuri. Kwa hiyo Muislamu ili asalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya mambo atakiwa ayachunge. Miongoni mwayo ni hasad wal hiqd, si hasad peke yake bali na chuki vile vile, wal ghadab, na tabia ya kughadhibika mara kwa mara, tabia ambayo atakiwa Muislamu ajiepushe nayo. Wal kibru, na tabia ya kibr. Kibr ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Wewe waambia jambo ambalo lafungamana na Uislamu wako, wakiwa maelekezo wasema huyu nani tawangamana? Kwa nini utaki kufuata? Bali Muislamu ambaye amekamilika hasa kitabia ni yule ambaye lau ataelekezwa yale ambayo yanafungamana na Uislamu wake na akahisi kwamba hapa amekosea, yeye ana haki ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile ambacho amekosea, ili iwe ni sababu ya kutengamaa hali yake na kutengamaa wale watu ambao wanamzunguka vile vile. Na hili ni katika makosa ambayo wengi wetu tuko nayo. Alisalimiki katika kila sehemu, katika kila nyumba. Haya ni katika mambo ambayo Waislamu watakiwa wayazingatie. Bali wariyau, na jambo la ria. Ria ni katika tabia mbaya ambazo Waislamu wengi maradhi haya wanaugua. Ria ni mtu kupenda kuonekana, hubbu dhuhur, kupenda kuonekana na watu katika ile khairi ambayo unaifanya. Lau watu wa sadaka wataka watu waone, lau fa jambo la khairi wataka watu wakuone kwamba fulani leo amekusanya watu wengi mno katika jambo lake. Sawa, lengo lako ni ria, watu wakuone. Tumda, utasifiwa na baada ya safari nyingi utasifiwa, lakini si sababu ya wewe kupata thawabu, na utakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yako ya ghairi ambayo umeyafanya yatakuwa ni abaa manthura. Miongoni mwa maradhi mabaya hubbu riasa, wametaja ulama ni watu kupenda uongozi, na hili ni jambo ambalo ulama rahimahumullah wengi wao walikuwa wakiliangalia kwa jicho lingine mno. Mtu anapewa mansib sehemu fulani, anapewa cheo kwa hapana, hili jambo ambalo linanipa mimi fulani ana haki zaidi. Au anapewa mtu nafasi lakini azungumza maneno ambayo ukiangalia yana uchamungu ndani yake, kwa sababu ya kuogopa tu
kutawalia mtu jambo la watu. Katika vitu vya kuzingatia ni kuangalia pale ambapo wewe umetawazwa kwa jambo la watu au kutawalishwa. Hata baba, kwa wewe baba tayari umeshaoa, una watoto, jambo hilo la kulichunga mno, sababu wale watoto wanataka riaya yako, ulinzi wako na malezi yako, uchungaji wako, wachunge wale. Angalia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atawalisha yeye kuwa ni khalifa, kuwa ni kiongozi wa masahaba wengine. Akataja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khutba qayyima nzuri mno, au ayuha an-nas wa inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني أطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. haya ni machache miongoni mwa maneno ambayo ameyataja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wakati yeye anapewa dhima ya uongozi. Angalia jinsi gani ambavyo Rasul alayhi salatu wasalam aliwalea masahaba zake wakiwa na tabia njema. As-Siddiq radhiyallahu anhu ataja maneno, asema ya ayuha an-nas au ayuha an-nas, enyi watu, inni qad ullitu alaykum, hakika mimi Abu Bakar nimetawalishwa kwenu kuwa kiongozi, walastu bi khairikum, wala mimi si mbora kwenu. Fa in ra'aytumuni ala haqqi fa'inuni, mkiniona nipo katika haki nisaidieni katika haki hiyo. Wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddiduni, mkiniona nipo katika batil niongozeni, nirekebisheni. ati'uni ma ata'tu Allah fikum, nitini mimi katika yale ambayo mimi nitamtii Allah kwenu. Fa in asaytuhu, law mimi nitamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'ata li alaykum, hii msinitini. Haya ni maneno ya kiongozi, maneno mazuri, maneno ambayo yanaashiria kwamba as-sahaba ridwanullahi alayhim walileleka katika tarbia ambayo ni nzuri, tofauti na jamii zetu ambazo leo tunaishi nazo. Watu wetu, maduati wetu, mashekhe zetu, viongozi wetu katika jamii zetu, akiwa mtu ni mwenyekiti wa mtaa au ana mansubu serikalini, angalia shombo na maneno yake ambayo anazungumza katika jamii, ambayo hayatengenezi mujtama, bali yanauharibu mujtama kwa asilimia kubwa, kwa sababu ya kutawalishwa mtu katika jambo ambalo yeye hakufaa kutawalishwa. Na ndio mahalu shahid katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, watakallam fihinna ruwaybidha, na atazungumza katika zama hizo ruwaybidha. Ruwaybidha ni rajulun tafihun, mtu duni, akizungumza maneno ya kipuzi kabisa ambayo kiyapima katika mizani ya kidini si sawa. Na tumeona, angalia kizungumza katika janibi ya siasa ya mambo ya kidunia, yale maneno ambayo kwa kuzungumza nyuma na baada ya kupewa vyeo, matendo yao ambayo wanayafanya, ambayo tafsiri walisia wao leo. Mwanzo katika imani, Uislamu umekuja kutufunza sisi yale ambayo ni mazuri. Uislamu umekuja kutuelekeza sisi yale ambayo ni mazuri. Ndio malengo ya kutuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kutimiliza tabia njema. Wasuu dhanna bin nas, wasuu dhanni bin nas, na kuwadhania watu vibaya pia ni katika mambo mabaya. Inawezekana umesikia habari ya mtu fulani, sawa, ukasikia maneno mabaya ya mtu fulani, baada ya kuyasikia ukamdhania kwamba huyu kwa haya ambayo umesikia ndivyo yuko hivi,
pasi na utafiti kwamba haya ambayo yamezungumza ni maneno ya sawa au si ya sawa. Na ili mmepoteza watu wengi mnapofikiria sana kusikia habari tu na kuweza kuizungumza tu, mara baada ya kusikia, hili limepoteza watu wengi mnapofikiria sana, bali limewaingiza watu katika madhambi mno. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى أخذ منينه سمى يا أيها الذين آمنوا أين اللهم يمينه إن جاءكم فاسق بنبأ، هكذا إن جاءكم فاسق بنبأ، atakapojia fasik mtu mwovu binabari na habari ya aina yote, fatabayanu imekuja katika riwaya ambazo wametaja baadhi ya ulama, fatathabbatu, tafutieni uthibitisho wa yale ambayo kaja nayo, wasio kaangukia watu katika ujinga wakaanza kulaumiana baada ya muda. Na haya katika jamii yetu yanatokea mara nyingi mno. Wasikia baadhi ya habari yanazungumziwa, alafu mwisho wa siku waona kama sio uhalisia wale jambo ambalo wewe umelisikia, kisha yanabakia malawama na majuto. Kwa hali kama hii, vipi Muislamu atasalimika? Ikitokea kuna fitna katika miji, katika mtaa, kuzinyamazia fitna hizo ni aula zaidi. Haya pia yaashiria ukomavu wa mtu kitabia, kwamba wewe umekumbana na changamoto fulani, alafu changamoto hiyo ukainyamazia, hii au hili laashiria upevukaji wa akili yako. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja vile vile katika kuizungumzia tabia ni hadithi ambayo amesimulia Abi Darda radhiyallahu anhu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in, hakuna kitu cha aina yoyote, ma min shay'in, hakuna kitu, athqalu fi al-mizan, ambacho ni kizito katika mizani, min husni al-khuluqi, kuliko tabia njema. Tabia njema ndio jambo ambalo litakuwa zito katika mizani ya mja siku ya Kiyama, katika jambo ambalo litapimwa pamoja na maelezo ambayo wametaja ulama, lakini matendo ya waja siku ya Kiyama yatapimwa, kisha kwa matendo yako ima uingie peponi au uingie motoni. Kwa hiyo ambayo yatapimwa ni tabia zako ambazo ulikuwa ukifanya hapa duniani, yale ambayo unayafanya yatafsiri tabia yako. Kwa hiyo katika mambo ambayo Uislamu tunatakiwa kuyachunge mno, janibi hii ya tabia ni katika sehemu ambayo sisi tumefeli kwa wingi mno, bali hatuko tayari hata kujirekebisha. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao tutasikia maneno na kuweza kuyafuata. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Kwa machache ambayo tumeyazungumza, tuvieni radhi pale nilipopatia famin Allah, pale ambapo nimekosea faminni wa shaytan, na alkamalu lillahi rabbil alamin.